Furaha iliyoje mara tena kukutana nawe mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika siku hii ya leo ya tariki 6 Mei 2026. Tunakutangazia mubashara matangazo haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Mtazamaji na msikilizaji, karibu kufuata habari zetu katika siku hii ya leo. Tuanze habari zetu na habari za huko tarafani Kale. Tangu alfajiri ya siku ya Ijumaa 4 ya tariki 5 Mei 2026, maeneo kadhaa ya tarafa la Kale katika mkoa wa Kivu Kusini limekumbwa na mapigano makali kwa kutumia silaha nzito kati ya vikosi vya wazalendo dhidi ya waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda katika vijiji la Lumbishi na Katale. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi toka eneo hilo, ndege zisizo na rubani za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeripotiwa kufanikiwa kuharibu mfumo wa ulinzi wa anga kupitia makombora ya ardhi iliyokuwa imewekwa katika maeneo ya mikakati ya milima ya Lumbishi navyo vikosi vya wazalendo. Siku nzima katika maeneo hayo mapambano yaliendelea kuripotiwa, hali ambayo ilipelekea raia wengi kuyahama makao yao. Ijumaa 5 hii hali ya usalama imeripotiwa kuwa tulivu kwa muda, huko baadhi ya raia wakiwa bado mafichoni. Upande mwingine, ndani ya tarafa hilo la Kale, vikosi hivyo vya waasi wa M23 wamechukua udhibiti wa mji wa Tushunguti ambao ni makao makuu ya grupementi ya Rizalo uliopo katika tarafa la Kale mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuangazie huko Walikale. Shirika la raia MSCO tarafani Walikale, jimboni Kivu Kaskazini, yakemea kwa hali ya juu vitendo vya unyanyasaji dhidi ya raia wasio na hatia kutoka kwa baadhi ya askari jeshi wa taifa FARDC katika maeneo mbalimbali ya Walikale. Kwa mujibu wake Ombeni Sura Faustin, mratibu wa shirika la raia MSCO tarafani Walikale, ametoa picha ya sasa katika eneo hilo. Ndani ya mtaa raia wamekuwa na shida kubwa zaidi kwa ajili ya hali ya usafirishaji kutoka nyumbani kuelekea mahali fulani. Vizuizo ni nyingi sana ambayo imewekwa na jeshi la taifa. Humo wanakuwa na watu wa ANR, vile vile maservisi nyingi zinabaki kwenye vizuizo, yani mabariere hapo, wakiomba kila mwenye kupita 1000 francs hata 2000 francs, na kwa wakati mwingine utakuwa hauna kadi ama cheti ya usafirishaji zaidi jeton de recensement, hapo utalipa kiasi ya pesa lile ambalo watajisikia. Na hii imekuwa tatizo kubwa kwa wale wanaotembea, inafanya hata wanunuzi wa kutoka sokoni kwenda soko ingine, ikiwepo ni mwendo wa muda mrefu kidogo, wamekuwa na matatizo makubwa sababu ya vizuizo. Jambo la pili ni mauaji ambayo yanaendelea kufanyika ndani ya mtaa wa Walikale. Kutoka mwezi wa kwanza hadi sasa kuna watu 7 ambao wamekwisha uawa. Miongoni mwao pana wale ambao wako wanaonekana, wale ambao walitenda kitendo wako wanaonekana, na wengi ndio waonekana. Hata hivyo, wanaomba kwa wakuu viongozi wa kijeshi pamoja na viongozi wengine kuingilia kati vitendo hivyo vya unyanyasaji kwa raia. Kwa hiyo tunaalika jeshi na wote wanaohusika na utafiti ama kuchunga raia na mali yake kuwa makini na kuangalia kwa nguvu zote na kwa namna yote. Wakati yote kitendo kibaki naweza kikafanyike, watu hawa hawapate kushikwa na kuwekwa mbele ya sheria. Vile vile tunakuwa na matatizo mengine makubwa sababu ya watu ambao wameenda kuwekwa jela, yani wa prisonnier. Huko kuna shida kubwa ambayo imefanyika, ambayo tunashutumu sisi shirika la raia, tunashutumu ni mambo ambayo imefanyika kinyume ya haki ya binadamu, sababu wa mtu huyu ambaye amekuwa katika hali ya kufungwa, mbele apate kutumia chakula wanashurutisha
kwa yule ambaye alikuja na chakula ili kwamba mfungwa apate kutumia, anashurutisha kulipa 1000 francs ama 2000 ili kwamba wenda hata kiasi cha 5000 francs kusudi mtu apate kutumia chakula. Hiyo tunakutana inakuwa kinyume kabisa, kinyume ya sheria yetu ya nchi, na tunayashutumu, na kitendo hiki tunaalika wakuu viongozi yapate kukoma kabisa na kupata mwisho yake, sababu hata mtu akiwa mfungwa ana haki zake humo ndani ya jela mahali ambapo alipofungwa. Kwa hiyo tunaenda kuomba wakuu viongozi wanaohusika na usalama, yani kuchunga raia na mambo yake, kuwa makini sana, sababu raia ndani ya mtaa wa Likale wamekuwa wakiishi maisha isiyokuwa halali sababu ya mambo haya matatu: vizuizo nyingi, mauaji ambayo inaendelea kufanyika, na kwa wale ambao wamekuwa katika hali ya kufungwa haki yao haiende kuheshimika. Bwana journalist, shirika la kimataifa la Amnesty International latoa ripoti kuhusu ukatili unaoendeshwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya waasi wanaoendesha mashambulizi maeneo hayo. Katika ripoti iliyotolewa Ijumaa 4 ya tarehe 5 Mei, shirika la Amnesty International limelaani vikali ukatili mkubwa unaofanywa na waasi wa ADF dhidi ya raia katika jimbo la Kivu Kaskazini na Ituri. Ripoti hiyo inaeleza kuwa waasi hao wanahusishwa na kundi la Islamic State, wanatekeleza vitendo vya ukatili wa hali ya juu dhidi ya raia. Miongoni mwa ukiukaji wa haki za kibinadamu ulioripotiwa ni pamoja na mauaji, utekaji nyara, mateso, ndoa na mimba za kulazimishwa, pamoja na unyanyasaji wa kijinsia unaorudiwa. Shirika hilo linaeleza kuwa vitendo hivyo vinaweza kuchukuliwa kama uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya kibinadamu, huku ukionya kuwa mgogoro huo umeachwa bila kupewa uzito unaostahili na jumuiya ya kimataifa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mashambulizi ya ADF yanalenga zaidi raia wa kawaida. Pia wanaharibu mashamba, vituo vya afya na makazi ya watu, wakipora na kisha kuvichoma moto. Ingawa wakati mwingine wanashambulia wanajeshi wa FARDC, shirika hilo linasema kuwa raia ndio wamekuwa lengo kuu la mashambulizi hayo. Sababu za mashambulizi hayo ni pamoja na uporaji wa mali za wananchi na kulipiza kisasi dhidi ya operesheni za kijeshi. Hali hii imeongeza mgogoro wa kibinadamu katika maeneo yaliyoathirika, ikichochea ongezeko la wakimbizi wa ndani na kupunguza upatikanaji wa huduma muhimu kama chakula, afya pamoja na elimu. Aidha, Amnesty International inaeleza kuwa wakati dunia ikielekeza macho yake kwenye kuongezeka kwa nguvu kwa kundi la waasi wa M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, kundi la ADF linaendelea kuongeza mashambulizi yake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo linatoa wito kwa mashirika ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kulinda raia na kuhakikisha wahusika wanawajibishwa kisheria. Aidha, inapendekeza kuwepo kwa mkakati wa kina unaojumuisha usalama, haki pamoja na mipango ya kurejesha waathirika katika jamii ili kukabiliana ipasavyo na mahitaji ya wananchi walioathiriwa. Na katika habari zingine tuangazie huko Baraka ni kwamba shirika la utetezi wa haki wa waganga tarafani Fizi na mji wa Baraka limelaani vikali kuhusu vitendo vya kupigwa risasi na kunyang'anywa vitu vya samani vinavyoendeshwa dhidi ya waganga ndani ya mji wa Baraka hasa mida ya usiku. Bwana Benoit Kisongo Emile ni kiongozi wa muungano huo wa taifa wa waganga nchini katika mtaa wa afya wa Fizi, amesema siku hizi waganga wanaishi kwa hofu kubwa kutokana na wao kulengwa kila mara na watu wenye kumiliki silaha. Barua yetu tuliandika tulidenonse hali ya insécurité ya waganga ndani ya zone santé ya Fizi.
tunateseka sana muda wa siku hizi. Tunahesabia tuko karibuni na akte 3 zinaweza kufikia hata 4. Mtu wa kwanza alikuwa age wa FEPAD, alipigwa masase mkutoka najitembeza kidogo, baada saa hii mgulu yake hayakuwa na amani. Wa pili iko supervisor wetu wa zone santé mwana tabjua baade, balimkuta kwake banambeba na telefone na franga zote zikafanya nini zikaenda. Wa tatu ni Dr. Philippe wa CH ya Mshimbaki, alikuwa anatoka kwake banamuita kwenda kufanya intervention chirurgicale ku niveau ya hospital, lakini akakutana na watu wengine munjia wenye hawajulikani kama ni banani, akapita mkamnyang'anya matelefone na kumnyang'anya na pesa zote. Wa mwisho ni yumo yetu na vraiment inatuuma zaidi sana ni ite alengamane batu Alain ite wa centre santé ya Fizi, anapigwa masase mwake musalon hapa le 28 avril 2026. Hadi saa hii hali yake hayakuwa mzuri. Vraiment tunaomba wakuu viongozi waangalie gisi wanaweza kutukamatia security, sababu sisi tunatunza watu na tunatunza hata na mablesse biko natoka kwa mafront. Sisi tuko tunawatunza. Na kama vraiment serikali haikuangalia hali vraiment nyingine hali tena ikatukia, tutakuwa na competence ya kudeclarer grève sèche yenye tutafunga vituo vya afya vyote kwanza vya serikali na maprive zote zitafunga muda wa wiki 2 kama hii hali inaendelea kukua hivi. Première décision comme syndicaliste tulipata mawazo ya kukamata hii decision pour que tuambiwe kwa viongozi hata na maredo zetu zote zinapatikana mvile ya Baraka ile information. Mwishowe ameomba kwa vitengo vya usalama kuwalindia usalama wao kwa kuwa wanatumika kazi kwa kunusuru maisha ya raia. Ya kwanza kuhusu kutumika kazi, si kwetu shafu na repo. Banatuambia kusema kama mganga anapasha kuwa saa 24 juu ya kichwa ya mgonjwa. Donc 24 sur 24 heures tuko hapo kuna surveiller mgonjwa, na kutumika yetu kuna strategy 2. Kuko watu wa kutumika mchana na watu wa kutumika usiku. Tunaomba serikali itulindie usalama, sababu sisi ndio tuko na mili ya watu mumikono. Bila ulinzi wetu vraiment serikali ikazembea na ile tutakamata na sisi decision, kwa sababu sisi tunaanza kuogopa kufa. Sisi tunatunza watu sababu wapone, lakini wale watu tena wanakuwa tugeukia tena shie, tunageuka tunakuwa watu bao bakwenda na pigwa masasa vraiment inatupatia woga mingi sana. Kuhusu marumbano sisi hatuwezi kuelewa bila marumbano, sababu tunajua kama benye viko wanatuatate saa hii ni watu na sisi tuko tunatunza but tutajua marumbano namna gani hakuna, hatuwezi kujua kama ile ni marumbano. Tunajua kusema kama tunatunza watu na watu tunajua wanatupiga sisi masasi, na ile kitu inatupatia woga sana. Najua kama tuko tunalia kwa serikali itulindie usalama wetu ili hali yetu ya kazi iendelee kuwa mzuri, tutumike kama vile sheria yetu inatuambia. Tutamatishe habari zetu na habari hizi. Chama cha PPRD cha ugaibuni Hima Diaspora kinapinga vikali hatua iliyochukuliwa na Marekani dhidi ya kinara wao Joseph Kabila, kikidai kuwa hatua hiyo ni ya kisiasa kwa kuwa hakuna ushahidi wa wazi unaothibitisha kuwa kinara huyo anafadhili waasi. Kabla sijaingia hapa studioni, nimekuandalia ripoti ifuatayo. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, PPRD Diaspora imekanusha tuhuma zilizotolewa kwenye vikwazo vya Wizara ya Hazina ya Marekani dhidi ya kiongozi wao. Inategemea ripoti ya kundi la wataalam wa United Nations ikisema kwamba hakuna ushahidi wa wazi unaothibitishwa kuwa Joseph Kabila Kabange aliandaa au kuhifadhi harakati za kijeshi dhidi ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo mjini Kinshasa, baadhi ya viongozi wanashangilia uamuzi wa utawala Donald Trump dhidi ya rais huyo wa zamani aliye uhamishoni. PPRD Diaspora naonya wafuasi wa utawala wa Felix Tshisekedi kujifunza historia ya Mobutu Sese Seko Ngwendo wa Zabanga aliyewahi kuungwa mkono kwa muda mrefu na Marekani kabla ya kuachwa pale maslahi yalipobadilika. Wanaoshangilia wanapashwa kutafakari mfano wa Mobutu aliungwa mkono kwa miaka kadhaa kisha akaachwa maslahi yalipobadilika. Billy Richardson alitumwa kumwambia Mobutu kuwa muda wake umefika mwisho. Upande wa Kabila unakumbusha hayo. Aidha, wafuasi wa rais huyo wa zamani wanachukulia vikwazo hivyo kama jaribio la kumuua kisiasa. Wanahofu kuwa hatua hizo mpya zinaweza kumtenga, kumchafua na kumdhoofisha kisiasa bila nafasi ya kujitetea na bila ushahidi wa kisheria. Jaribio la kumfanya rais wa zamani Joseph Kabila kuwa mbuzi wa kafara wa matatizo yote ya nchi ni njia ya kukwepa ukweli na hitatatua vita, njaa, ukosefu wa ajira, rushwa wala kuporomoka kwa imani kati ya serikali na wananchi. Mgogoro huo unahitaji upatanishi wa haki, mazungumzo ya jumuishi, taasisi zenye kuaminika, mahakama uhuru na kuheshimu katiba ili kuhakikisha mchakato wa mabadiliko ya kisiasa ya mwaka 2019, wamesisitiza hivyo.
siku hiyo hiyo mjini Kinshasa, chama cha UDPS pamoja na vyama vingine vya muungano wa Union Sacrée wa Rais Felix Tshisekedi waliandamana kuunga mkono uamuzi wa Washington dhidi ya mtu anayemchukulia kuwa anahusika na uasi unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Augustin Kabuya aliongoza maandamano hayo. Alitaka Marekani kumkamata Joseph Kabila na kumtoa hati ya kimataifa na kumtia mbaroni. Na kupitia hapo ndipo kabisa tumefika mwisho wa habari zetu katika siku hii ya leo. Shukrani kwako kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusii usikosi kulike, kucomment na kushare kwa wengine. Endelea kutembelea kwenye chaneli yetu ili kupata habari zenye ukweli na uhakika kwa muda sahihi.